Mechi iliyopita dhidi ya Gaborone tulikuwa tukitumikia adhabu ya kutoingiza uwanjani mashabiki. Adhabu inaumiza sana hiyo. Adhabu inakera kweli kweli hiyo. Lakini ni mechi ya pili hiyo. Yes, na ni mechi ya pili exactly. Ni adhabu ambayo inaumiza sana 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 sana. Hasa kwa sisi ambao tunajivunia kuwa na mashabiki imara na mashabiki bora kweli kweli. Sasa tunaelekea katika mchezo wetu wa tarehe 26. Kwanza adhabu yetu imemalizika, hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ni kusema ya kwamba mechi yetu ya tarehe 26 mashabiki tunaruhusiwa kuingia kama kawaida, na kesho tukiamka salama tutatangaza viingilio na utaratibu mzima wa mchezo huo. Pamoja na kwamba ujumbe huu nitaurudia tena kesho, lakini ninausema tena hapa sasa hivi. Wana Simba tujitahidi, wana Simba tuachane na tabia ya kufanya vitendo visivyokuwa vya kiungwana katika mechi zetu. Zinatuathiri kweli kweli. Tujitahidi tuwe waungwana, tufanye yale yote ambayo yanatakiwa na tuachane na yasiyotakiwa. Na kila mmoja bado anasinzia. Mwe mnalala. Umekaa muda wote unasubia tu niambie hivyo. Au macho yako ya kulegea. Anarembua. Hicho analo. Wana Simba tujidhibiti wenyewe kwa wenyewe tunapokuwa katika michezo yetu. Ukimwona mtu anawasha zile fireworks, ukimwona mtu anataka kuruka uwanjani, tumdhibiti huyo mtu. Lakini nipende kutoa angalizo moja. Kuna watu ambao sio wana Simba wanaingia kwenye mechi zetu na kufanya vitendo hivyo vya kihuni kwa lengo la kuchafua brandi ya Simba Sports Club. Tunarudia kwa kusisitiza ya kwamba watu hawa walichofanya kinatosha. Kuanzia sasa kwenda mbele hatutamfumbia mtu macho. Hatuko tayari kuona brandi yetu inachafuliwa, na hatuko tayari makosa ya mpuuzi mmoja yanaathiri mashabiki wote wa Simba kuingia uwanjani. Yeyote atakayefanya hivyo kwenye mechi yetu yoyote kuanzia hivi sasa, kabla ya kufika kwenye vyombo vya dola, tutaanza naye sisi wenyewe Simba Sports Club. Tusilaumiane. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, mengi tutazungumza kesho kwenye mkutano. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha kesho saa 7 kamili mchana katika makao makuu ya TFF. Tutakuwa na mkutano na nyinyi waandishi wa habari kuelezea mipango yote kuelekea katika mchezo huu. Swali la mwisho kama lipo, we mzee, hiyo jezi ni ya zamani vibaya mno. Fanya maarifa ununue jezi mpya. Sawa bwana? Fanya maarifa. Hiyo jezi yani tena sio mwaka jana wala sio mwaka juzi. Mwaka huo fanya maarifa ununue mpya baba. Sawa? Tumeelewana baba? Mtani gani? Kwa sasa siwezi kuzungumzia hiyo. Simba Benjamin Mkapa ni machinjio. Ni wazi Nsingizini wanakuja kwenye tanuri la moto. Wanakuja kwenye tanuri la moto, lakini it won't be easy. Lazima tuwape heshima yake. Tumewafunga jana, lakini walichachatika wakati fulani, wakajaribu kutupelekea pumzi ya moto, lakini tukaweza kuiabsorb, tukawarudishia wao wenyewe. Sisi tarehe 26 tunasahau matokeo yote ya tarehe 19. Yaani tunaingia Benjamin Mkapa bila. Tunakwenda kutafuta matokeo mapya, na wanasimba wasahau matokeo ya 3-0. Hii mechi inaanza upya ili itupe motivation kwanza ya kuja uwanjani, lakini pili kuwapa wachezaji wetu ari ya kupambana zaidi. Tukiingia na confidence ya kwamba tuna bao 3, inaweza ikawalemaza wachezaji wetu na ikatulemaza mashabiki. Sisi tunaingia pale Benjamin Mkapa hiyo siku mithili ya mnyama ambaye hajala siku 8. Yaani ana kiu na ana njaa kweli kweli. Hatuhesabu 3-0, tunahesabu bila. Tunakwenda kutafuta magoli mapya ya kutupeleka hatua ya makundi. Itakuwa si yake kuzungumzia Kibu Denis Semaji.
Kibu Dennis Prosper Mkandaji, na hii ndio michuano yake Kibu Dennis. Alifanya hivyo msimu uliopita na Al-Masry wale ama Tripoli. Sfaxien. Kuna mechi moja alipiga 2. Mechi gani ile? Sfaxien. Kuna mechi moja alipiga 2. Kwa hiyo ndio Kibu Dennis Prosper. Mechi kama hizi ngumu lazima ataonesha tu makucha yake. Ameshazoea kufanya hivyo. Ni mchezaji ambaye ana ubora na kiwango cha hali ya juu. Jana ameingia second half, ameonesha uwezo mkubwa. Ni hazina yetu